Yes, tunakutana tena kwenye sehemu ya tatu tukiwa tuna mwendelezo wa kuendelea kuifahamu vizuri biashara ya mtandao na kuendelea kuitofautisha na biashara zingine ambazo ni za kitapeli zinazohusishwa na utapeli kwa biashara ya mtandao. Nafikiri mwanzoni kabisa tumeifahamu vizuri biashara ya mtandao ni kitu gani na inafanyaje kazi na ina utofauti gani kati ya network marketing na pyramid scheme pamoja na upatu. Nafikiri tayari darasa lilikuwa limeeleweka, lakini tukaja sehemu ya pili tukajaribu kuzungumza ama kuonyesha namna ambavyo unaingiza pesa kupitia biashara ya mtandao ama network marketing. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya tatu ambayo sehemu hii tutazungumza namna ambavyo unaweza kutimiza malengo yako kupitia biashara ya mtandao. Sasa watu wengi wana hofu na biashara ya mtandao, lakini ukweli ni kwamba biashara ya mtandao inaweza kutimiza malengo yako, yawe malengo ya muda mfupi, yawe malengo ya muda mrefu. Cha msingi tu ni kuwa na discipline ya kazi, lakini pia kuwekeza muda wako katika kufanya kazi, lakini tatu, kuwekeza muda wako katika kujifunza kuhusiana na hii biashara ili uweze kuifanya katika ubora, iweze kukuletea matokeo yale ambayo unayapata. Na ondoa shaka katika hilo, kwa sababu unapoanza kufanya hii biashara, unapojiunga kwenye biashara ya network marketing na kampuni sahihi, basi hata kama ulikuwa haujui kitu chochote, fahamu kabisa utafundishwa kila kitu kuhusiana na hii biashara. Utafundishwa namna ya kuuza, utafundishwa namna ya kutafuta wateja, utafundishwa namna ya kuconnect na watu, utafundishwa namna ya kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufanya biashara yako, kufanya matangazo na kukuingizia kipato kupitia mitandao ya kijamii bila kupoteza bando yako bure kama ambavyo watu wengine wanazipoteza kwa mambo ambayo hayana faida yoyote. Kwa hiyo biashara hii ya mtandao inaweza kutimiza malengo yako, kwa sababu malengo yataanzia kwenye namna unavyojikita ama kujiwekeza katika muda wako wa kufanya kazi. Kadri ambavyo utajifunza na kufanya biashara katika ukubwa, basi kipato kitakuwa kikubwa na itakuwa rahisi wewe kuweza kutimiza malengo yako. Kwa hiyo the more you sell, the more you earn. Yani unavyofanya mauzo sana ndivyo ambavyo utapata pesa sana, na kadri utaweza kugenerate pesa sana ndivyo zitakusaidia kuweza kutimiza malengo yako, kupata yale mahitaji ambayo ni kiu yako kubwa katika maisha yako ya kila siku, lakini yale mahitaji ambayo unaamini kabisa yatakuwa na nguvu kwako katika kubadilisha maisha ya kwako binafsi, lakini familia na jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo niseme tu, kupitia biashara ya mtandao una nafasi kubwa sana ya kutimiza malengo yako na kuishi katika ndoto zako, endapo tu utaamua kuifanya kwa seriousness, yani kuwekeza muda kama nilivyosema, kujifunza, kuifanya katika ubora ili iweze kukupa matokeo yanayostahili. Kuwa na nidhamu, zile fedha ambazo zinapatikana kwenye sales basi uziweke katika malengo na zikafanye kweli kazi ya malengo yako. Kwa hiyo kuwa na nidhamu ya fedha, lakini na nidhamu ya kazi. Kwa hiyo biashara ya mtandao inaweza kukufikisha pale ambako unataka kufika, na ndio maana nilijaribu kuzungumza hata kwenye video za mwisho kwamba hata wewe ambaye ni mtumishi wa sekta binafsi, wa serikali ama mwanafunzi, unaweza kuifanya hii biashara na isiathiri kitu chochote kwako katika hivyo ambavyo unavyovifanya, isipokuwa itakuongezea wigo zaidi wa kuingiza kipato na kuweza kutimiza malengo yako. Nilisema mshahara hautoshi, faida ni bora kuliko mshahara. Mshahara unaweza kukusaidia kama nilivyosema, kukidhi mahitaji ya familia yako, watoto shule, kodi ya nyumba, hela ya usafiri, maradhi, chakula, lakini hauwezi kujitosheleza katika kuwekeza ama kuutunza ili uweze kukusaidia kuja kujenga nyumba ya malengo yako, kuja kununua gari la ndoto zako. Yani ni kazi sana, na ndio maana asilimia 90 ya watumishi ambao hawana biashara nyingine yoyote ambayo wanafanya, ukimwona anamiliki gari basi alikopa pesa benki
akanunua gari, alafu yeye amekuwa liability ya benki, anaifanyia kazi benki. Kwa hiyo inakuwa sasa na ule mshahara unaanza kuja nusu na familia inaanza kuishi kwa shida. Kwa hiyo kuingia kwenye fursa kama hizi za biashara ya mtandao zitakusaidia kuwa na chanzo kingine cha mapato ambacho kinaweza kukufanya uweze kutimiza malengo yako. Kwa hiyo hilo nilitamani kulizungumza ili kila mmoja aweze kulielewa na kulifanyia kazi. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi, mjasiriamali, bado kipato hakitoshi, mwanafunzi uko chuoni lakini unatamani kupata fursa ya kufanya ukiwa bado uko chuo unasoma, ili uweze kuanza kujijengea msingi wa kutotegemea ajira hata baada ya masomo yako. Na kama umegundua hili ni kwamba wanafunzi wengi wanapokuwa vioni, ndoto zao nyingi ni kwamba baada ya kutoka chuo wapate ajira. Wasipopata ajira wanaanza kupata stress na wengine wanaweza kujiingiza hata kwenye mambo ambayo sio ya msingi, yani njia za haramu, ili waweze kutengeneza ile quick scheme earning, yani ule hela za haraka ama shortcut way ambazo baadaye zinakuja kuleta shida zaidi. Kwa hiyo kama mwanachuo uko sasa hivi chuoni, una uwezo wa kuanza kufanya network marketing, yani biashara ya mtandao ambayo haitokuharibia masomo yako, lakini itakuingizia kipato ambacho kinaweza kukutimizia hata hayo malengo yako ya masomo, kwamba unaweza kuwa unafanya hii biashara unapata pesa inalipa ada, unafanya hii biashara unapata pesa inaendelea kukuwekeza katika kupata vifaa vya kitaaluma. Kwa hiyo itakutimizia hata malengo yako pia ya elimu. Kwa hiyo ni muhimu sana kulifanyia hili kazi. Msije kwa wanafunzi, nasisitiza sana wale ambao mko machuoni, ondoeni sana lile wazo la baada ya kumaliza chuo tu kuna ajira. Kuna watu wamemaliza chuo miaka 10 kabla yako, mpaka leo wako wanasafa hawajapata ajira. Wengine wameshaingia hadi kwenye makundi ya ajabu, wengine wameingia kwenye madawa ya kulevya, wengine wameingia kwenye wizi, wengine wameingia kwenye utapeli, kwa sababu ya walichokuwa wanakiamini wakiwa chuoni sio kile ambacho wamekuja kukikuta. Kwa hiyo unapoanza fursa kama hizi, hata ukimaliza chuo, unapokosa kazi, unapokosa ajira, inakuta tayari wewe una biashara yako ambayo unaifanya, inakuingizia kipato na uko stable, una uwezo wa kufanya mambo yako kwa ajili ya kutimiza malengo yako. Kwa hiyo nikwambie hivi, biashara ya mtandao ina nafasi kubwa sana ya kutimiza malengo yako. Uwe mama wa nyumbani, wewe pia una nafasi ya kutumia hii fursa kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo yako na ndoto zako. Uwe wewe ambaye ni mwanafunzi ambaye umeshahitimu, uko mtaani sasa hivi, una hustle, umeshatembea sana na bahasha, lakini bado haujafanikiwa kupata ajira. Hii ni fursa nzuri sana, biashara ya mtandao. Usisubirie ajira, anza sasa hivi fursa hii, huku ukiwa unaendelea kujiingizia kipato, uendelee na hizo kuzisaka ajira bila stress. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hii biashara, na uzuri wa hizi biashara ama hii biashara ya network marketing ni biashara ambayo unaianza kwa mtaji mdogo sana sana. Wanafunzi mnapata boom, wengine mnafanyia starehe, lakini kumbe hata lile boom ni sehemu ya kuweza kustart business na ikakukuza na ukapata hela hata mara 3, mara 4, mara 5 ya lile boom ambalo unakuwa nalo, na ukaweza kuishi katika mazingira mazuri sana. Kwa hiyo mimi niseme karibuni sana kwenye uwanja wa network marketing. Binafsi mimi naifanya. Kama unataka kujua mimi nafanya network marketing na kampuni gani, na pengine unataka kujoin na mimi, basi unaweza ukanicheki kwa namba ambayo unaiona hapo chini ili tuweze kufanya kazi pamoja. Uzuri wa network marketing, haufanyi kazi peke yako. Sawa, yani unafanya kazi as a team, na ndio maana inaitwa network.